muonekano ulio nao hapo ulipo sasa hivi ndio ulio upekee wako. Huo muonekano wako, jinsi ulivyo hapo sasa hivi katika jina hilo, huo ndio ulio upekee wako katika ulimwengu wote, ikimaanisha huo ndio upekee wako unatawala katika ulimwengu wote. Na hili ni pumziko kutoka kwa Pastor Andegunyu, linazungumza kuhusu uchumba sehemu ya 14. Bila shaka popote pale ulipo, upo kwa kuwa wewe ni wa pekee. Popote pale ulipo, haijalishi jina lako lipi, haijalishi unaonekana vipi, haijalishi uzito wa jina lolote unaloitwa, haijalishi chochote kile, bali katika jinsi yoyote ya kuonekana kwako, ya jina lako, ya kila jina kwa kuitwa kwake, ya kila muda wa umilele wake, kwa masaa, kwa sekunde, kwa madakika, kwa siku, kwa miaka, na kwa kila aina ya jina la kuitwa kwako, hivyo ulivyo wewe ni wa pekee, ikimaanisha kwamba katika ulimwengu wote, katika uwepo wa chochote kile, hakuna mwingine aliye wewe. Na hiyo ndio maana ya upekee, ikimaanisha uko pekee, yani mwenyewe tu ulimwenguni kote, katika muonekano huo ulionao, katika jinsi hiyo ulionayo hapo popote pale ulipo. Ndio ni upekee wako, ndio upekee unaokuweka hapo. Ni huo muonekano wako ambao ndio upekee wako, pasipo kujalisha unaitwaje, pasipo kujalisha unaitwa nani, pasipo kujalisha unaonekana vipi, lakini jinsi ulivyo hapo, kwa kila muonekano wako, kwa jina lake, ndio ulio upekee wako, ambao ni pekee unao kuweka hapo, ikimaanisha ni pekee unao tawala hapo. Na kwa kuwa upekee huo ni katika ulimwengu wote, basi upekee huo ndio unaokuweka katika ulimwengu wote, ikimaanisha upekee huo ndio unatawala ulimwengu wote. Upekee huo ndio unaokuweka popote pale katika ulimwengu wote.
ikimaanisha upekee huo ndio unaotawala ulimwengu wote. Ndio maana upekee unaokuweka hapo ndio unaotawala, au ndio ulio utawala wako wewe, ndio yaliyo mamlaka yako wewe. Ikimaanisha jinsi muonekano wako ulivyo, hivyo ndio mamlaka yako yanaishi, ndio utawala wako unaishi, ndio mapenzi yako yanaishi, kwa kuwa mapenzi yako ni hayo mamlaka yako. Mapenzi yako ni hayo mamlaka yako. Pumziko lako ni hilo, ni hayo yaliyo mamlaka yako. Na jinsi ulivyo, hivyo ndio unaishi mamlaka yako, pasipo kujalisha uko vipi, kwa kuwa jinsi ulivyo, hivyo ndio upekee unaokuweka hapo, ndio upekee unaokuweka hapo. Ikimaanisha ndio ambao utawala ambao unatawala hapo popote pale ulipo. Ndio nazungumza na wewe, haijalishi jina lako lipi. Umeitwa mgonjwa, umeitwa maskini, umeitwa mlevi, umeitwa baba, umeitwa mama, umeitwa taifa, umeitwa kifo, umeitwa uzima, umeitwa katika kila jinsi ya jina sawa na muonekano wako hapo hapo ulipo, popote pale, kwa jina husika, ila kwa huo muonekano wako ndio upekee ulio katika ulimwengu wote, na huo ndio upekee unaokuweka hapo katika ulimwengu wote. Ikimaanisha huu ndio upekee unaotawala, au hayo ndio mamlaka au ufalme unaotawala katika ulimwengu wote. Na jinsi ulivyo hapo, popote pale, katika kila jinsi ya kuonekana kwako, ndio unatawala, ndio upekee wako unatawala, ndio mamlaka yako yanatawala, ndio pumziko lako linatawala, ndio muonekano wako unaishi pumziko au mamlaka yake. Ndio kwenye ulimwengu wote, kwenye uwepo wa chochote, hakuna kingine kilicho wewe uliye katika upekee huu, yani muonekano huu. Na chochote popote pale kilipo, kimezaliwa, kimetokana na mamlaka ya kila jinsi unavyoonekana hapo, ya kila jinsi ya upekee wako ulionao kwa jina lako hapo ulipo, popote pale. Narudia, chochote kile kilicho kuzunguka, chochote kile kilichopo, kimezaliwa, kimetokana na mamlaka yako, kimezaliwa na mamlaka hayo ya sura yako hiyo ya upekee huo wa kila jina
na jinsi ya kuonekana kwako. Na vyote hivyo, chochote kile, yoyote yule, ndiyo mapenzi yako, ikimaanisha mamlaka yako au upekee wako. Unaishi mapenzi yake katika jinsi yake na jina lake. Kwa kuwa chochote kimezaliwa kutoka katika mamlaka yako ya upekee wako huo, ikimaanisha ya kila muonekano wako huo, basi hicho chochote au huyo yoyote ndiye aliye muonekano huo ulionao wewe kwa jina lake na jinsi yake. Hicho au huyo ndiye aliye mapenzi yako wewe, upekee wako wewe. Unaishi katika jinsi yake na jina lake, na kufanya katika ulimwengu wote. Hakuna wengi walio katika upekee huo ulionao, bali katika ulimwengu wote ni upekee wako peke yake unaishi utawala wake, yani mapenzi yake. Ni muonekano wako huo ulionao unaishi mapenzi yake, yani pumziko lake katika kila jinsi na katika kila jina. Kwa kuwa yoyote yule unayemtazama, yoyote yule unayemuona, si mwingine aliye na upekee wake tofauti, bali huyo ni upekee wako unaishi katika jinsi na jina lake, kwa kuwa huyo amezaliwa kutoka katika upekee wako huo wa kila jinsi ya kila jina ulilonalo hapo popote pale ulipo. Na kwa jinsi ya wewe kuwa ni wa pekee, kwa jina ndio unaitwa uchumba. Huu upekee, huu umaalumu, huu wa kuwa mwenyewe, kwamba hakuna mwingine aliye katika upekee huo, ndio unaitwa uchumba. Na yoyote aliyezaliwa katika upekee huo, uchumba huo, huyo huitwa ni wa uchumba huo, ikimaanisha ni mwenye upekee huo wako, ikimaanisha kwamba ni upekee wako huo unaishi mapenzi yake katika jinsi yake na jina lake. Huyo aliye mchumba wako ni mwanamume au ni mwanamke, ni yoyote yule
katika kumtazama kwako, ni chochote kile katika kuonekana kwake. Kutokuwa kimezaliwa kutoka katika upekee wako, hicho ndicho kilicho mchumba wako, kilicho cha uchumba wako, ikimaanisha kilicho cha upekee wako ni upekee wako, unaishi katika jinsi yake na jina lake katika muonekano huo uli wake popote pale. Nini maana yake? Kwamba chochote kilichopo, kilicho kuzunguka, kilicho pamoja na wewe, pasipo kujalisha muonekano wake ni upi, hicho kimezaliwa kutoka katika upekee wako. Hicho kina sura ya uchumba wako, ikimaanisha kwamba hicho ndio ulio upekee wako wewe, ulionao hapo hapo ulipo, ukiishi katika mapenzi yake na jina lake kwa kila muonekano wake. Ndio, pokea pumziko la uchumba wako. Pokea pumziko la wote walio wa uchumba wako. Mwanamume huyo, mwanamke huyo, fedha hiyo, mali hiyo, dini hiyo, dhehebu hilo, chochote kile kilichopo katika jinsi ya upekee wake, pokea pumziko hilo. Pokea pumziko la upekee huo wa uchumba wa kila kuonekana, wa uchumba wako wa kila jinsi unavyoonekana, wa upekee wako wa kila jinsi unavyoonekana, kwa kuwa huo muonekano wako ndio upekee wako. Huo muonekano wako kwa jina ndio uchumba kwa jina husika, ndio uchumba kwa jina husika, ikimaanisha upekee. Na jinsi ulivyo hapo ndio unaishi pumziko la uchumba wako, ikimaanisha unaishi pumziko la upekee wako kwa huyo aliye mchumba wako, kwa huyo aliye wa uchumba wako, ikimaanisha kwenye kila chochote kilichopo kwa kuwepo kwake, kwamba ni uchumba wako, ni upekee wako, unaishi pumziko, yani mapenzi yake kwa jina lake na jinsi yake. Basi hacha leo hii niishie hapa sehemu ya 14. Usikose wiki ijayo sehemu ya 15 inayohusu uchumba, yani upekee wako, kwa kuwa huu ndio utawala wako, huu ndio unaokuweka hapo, na wote waliopo wapo kuishi upekee wako. Ni upekee wako unaishi katika kila jinsi, katika popote pale ulipo sasa hivi, popote pale ulipo sasa hivi. Basi mafundisho haya yanapatikana katika ukurasa pia wa YouTube kwa jina la Pumziko, yani Pumziko Moja, kwa jina la Pumziko na Pumziko Moja. Basi ninakupatia pumziko la jinsi ya uwepo wako hapo ulipo, pumziko la muonekano wako popote pale ulipo, pumziko la ugonjwa wako, pumziko la kifo hicho, pumziko la tatizo lolote,
pumziko la madeni yako, pumziko la umaskini wako, pumziko popote pale ulipo, pumziko la familia yako, pumziko la upekee wa familia yako, pumziko la upekee wa ndoa yako, pumziko la upekee wa uzao wako, pumziko la upekee wa Mungu wako, pumziko la upekee wa familia yako, pumziko la upekee wa uwepo hapo popote pale ulipo. Pokea pumziko hili katika jinsi ya upekee wako. Nimekupa pumziko hili katika kazi hiyo, nimekupa pumziko hili kwenye biashara hiyo, nimekupa pumziko hili kwenye ndoa hiyo, nimekupa pumziko hili popote pale katika jinsi ya kuonekana kwako, pasipo kujalisha unaonekana vipi. Sasa hivi nimekupa pumziko hili ambalo ndiyo mapenzi yako, ya mapenzi yako, pumziko la furaha yako, ya raha ya jinsi ya uwepo wako popote pale ulipo. Pokea pumzisho hili, pokea pumziko hili na raha ya jinsi ya uwepo wako ambao ndio upekee wako uliokuweka hapo. Iyo pamoja nawe.